Unajua kuja kwangu hapa tumeelekezwa na shangazi yetu. Nikaamua leo nije peke yangu. Nilikuwa nataka nije na pacha yangu maana tuko mapacha. Kidogo kapata dharura. Sasa basi, sisi tuna matatizo na matatizo yetu tunayokuwa nayo sisi ni upande wa mjomba yetu. Ndio. Kwamba mjomba yetu sisi anatudhulumu mali zetu sisi. Umeona? Sasa tulikwenda kumfikishia shangazi, shangazi akamwambia basi swala kama hilo ni dogo. Umeona, mimi nitawaelekeza. Sawa. Nitaenda kwa mtaalamu, nitajua nyinyi jinsi gani ya kufanya. Sasa nimekuja mganga ili nijue kwa huyu swala analofanya mjomba wetu sisi hatupendezewi nalo. Je, utatusaidiaje sisi? Tatizo ni mka mjomba wako. Ndio anataka kuleta ufarakana kwenye familia yenu. Hebu anaitwa Mwana Marunde huyo. Mwana Marunde. Hebu nuia jinsi unavyohitaji wewe. Tayari. Sasa namtumia mgeni akamnyoshe, ndio Mwana Marunde huyu. Unamwona Mwana Marunde? Naambatanisha vyote hivi. Huyu ndio anaenda kumtengeneza yeye. Anaenda kumnyosha. Huko alikolala kama na mizimu ya babake na babu yake, lakini hapa ni kiboko. Hapa amefika. Mwana Marunde anaenda kumnyosha. Mizimu yote ya mlinga, mizimu yote ya mweza, mizimu yote ya magoroto yote. Kinaseka lundo shina mbaya kwa kagono shini mko mwinga. Tamba ngoma nyingi Mungu kugona wangu asotano nonde. Tamba tiase ngobana Mungu tu nzimwe kagone ntongo. Tamba wangu asotano nonde wo. Tamba tiase ngobana Mungu. Angwe tamba ngoma nyingi Mungu kuwekea wangu asotano nonde wo. Tamba tiase ngobana Mungu mzimwe kagone ntongo. Tamba wangu asotano nonde wo. Tamba Mbole paka jam kule mbele wote wanamkelo mtikiza makazi mkram. Chonde makianga chonde wangu chonde bitikilombe kule mkulu lilo. Bitikilombe mkulu wa melo. Jomba. Kulwa. Jomba kulwa. Au mimi moshi tena hiyo. Kulwa. Dalali Kilaka. Heshima kitu cha bure. Na kuheshimu. Sina maongezi mengi ya kuongea mimi na wewe. Ila mimi nakuheshimu. Heshima kitu cha bure. Jomba ni Chakwambia heshima kitu cha bure. Shakwa baba. Mtoto mzuri, karibu. Ushakudhulumu nafsi. Unamaanisha nini mtoto mzuri? Mimi ni mgeni wako.
Kia huku mara moja. Sasa. Shemeji yangu nakusikiliza. Nimekuita hapa shemeji. Yaani kikubwa ni kaka yako. Mimi simuelewi mambo yake. Sasa hivi hayupo sawa na mimi. Nikitaka kumwambia chochote ajali, nikimpigia simu mara apokee, mara niambie subiri. Nikienda kwake hayupo. Na kikubwa zaidi anachoniambia kwamba nyinyi kwenu mna matatizo. Basi niambie, shida ni nini? Mimi nishachoka. Ni kweli sawa shemeji yangu. Sisi pia tunakupenda sana. Sio mimi tu Doto, hata Kulu anakupenda sana. Lakini kwamba uliponielezea matatizo yote aliyokuambia, ni kweli mjomba wetu sisi ndio anatufanyia sisi matatizo. Umeelewa si vizuri? Kwa sababu anachukua mamlaka ya kujiamulia. Umeelewa? Sisi tuna mali za ulisi. Tulimkabidhi yeye kama mjomba. Lakini sasa yeye, umeelewa si vizuri? Anachukua mamlaka bila kutuambia sisi, anauza zile mali. Ndio maana Kulu amechanganikiwa mtu wako wewe, hata mimi pia nimechanganikiwa. Umeelewa si vizuri? Lakini sasa naangalia jinsi gani ya kufanya, kutumia sheria nyingi kwa sababu hauwezi ukafanya tu vitu tofauti bila kutumia sheria. Na hapa nilipo unaponiona, sawa, nilikuwa naenda serikali za mtaa. Umeelewa? Kuangalia kwa sababu serikali za mtaa zinavyoangalia hauwezi kuuza kitu chochote bila kupitia kwa wao pia. Sio, umeelewa si vizuri shemeji yangu? Lakini mimi na imani, mvumilia ndugu yangu, kuwa na subira. Umeelewa? Kwa wakati huu mgumu tuliokupo nao. Sawa shemeji? Usiwe mnyonge sana. Mimi niko pamoja na wewe Doto, na Kula pia ndugu yangu yuko pamoja na wewe. Sio, umeelewa si vizuri? Mimi naomba usiwe mnyonge sana, usiwe mnyonge. Umeelewa? Kumbuka tulipotoka na hadi sasa hivi tulipofikia. Pande wewe na Kula na mimi pia. Umeelewa si vizuri? Mimi ninachokuomba shemeji yangu sasa hivi, kuwa mtulivu, tuache ili lipite. Mimi najua tuko pamoja sana. Mimi niache niende huku serikali za mtaa, niakaangalie jinsi gani ya kufanya kwa sababu bado tunafuatilia. Yaani ni bado tunafuatilia kwa sababu ule mjomba ni mtu wa tamaa. Na tamaa kweli. Sawa? Sawa. Mimi niache niende huku. Sawa? Mimi nitakupa mrejesho shemeji yangu. Sawa? Sawa. Usiwe mnyonge sana. Sawa? Sawa shemeji. Nakupenda sana. Basi sawa. Usiwe na wasiwasi kabisa shemeji. Sawa? Yaani kuwa kabisa happy, sawa? Sawa. Usaidia kufua. Unaenda wapi? Olako mwambie mumeo. Na mali utazirudisha. Mungu, yani sikuelewi sasa hivi. Yaani umebadilika, yani sielewi. Yaani sasa hivi unapata hela lakini hela sizioni zinapokwenda. Mimi nataka leo niambie, hela unapeleka wapi? Nisikilize mwanamke. Mimi sio mtoto mdogo. Mimi sio mwanao wa Ivan, unaweza kunicontrol. Umesikia? Mimi ni mtu mzima unajua. Mimi ni mwanaume kwanza. Na siku zote mwanaume ni kichwa cha familia. Mbona uko na haraka wewe kama Jedawasco? Kwa hiyo kukuuliza unafanya nini hela zako ni kosa? Unakuwa na haraka kama driver bajaji. Nataka kujua unafanya nini hela zako. Ushakula na njaa huko ndani? Au nikuolezeshe? Ushakula na njaa wewe? Mabaya, manini, madela, sitakunulia mimi. Shida yako ni unavaa viatu, unapendeza. Wewe wanawake wengine kama fundi gereji, unang'aa kabisa. Unaona nguo tu. Nguo tu ndio unaona wewe umeleta mundani, nguo tu. Kwa hiyo sisi hapa mundani tunatafuta hela, unatafuta hela kwa ajili ya nguo tu, sio vitu vingine. Ushakula na njaa ndani eh? Kulala na njaa? Unazungumzia kulala na njaa? Mimi niliyajua tu haya. Hivi wewe siku moja hata umekaa hizo umeleta hela zako hapa mkiwa tufanye hiki. Hela hii hapa. Ushawahi kuniambia? Okay, sawa. Sasa hivi ndo najua labda hela zako kuna sehemu unapeleka na sio hapa nyumbani. Kwa mwanamke koma. Yes, ulete hela hapa nyumbani nikaziona. Ufanye maendeleo yoyote. Sasa hela unapeleka wapi kama sio kwa wanawake wengine huko? Unitafutia wanawake au? Tena koma. Nakwambia kabisa. Na ndio maana hata katika bustani yenu nyinyi
Mlileta balaa. Kwa mimi nimefanya makosa kukuambia kama wewe hela ulete humu ndani unapeleka kwa wanawake zako. Natoka kwenye mihangaiko nije kutafanya nakuta tena mdomo. Unaongea kama mtangazaji wa talabu bwana. Mimi naongea uongo. Ushakuleta hela humu ndani kwa ajili ya maendeleo yetu humu ndani. Wewe benki au? Wewe benki. Nawapelekea ni benki. Umeona? Unajiuliza unajijibu mwenyewe. Wewe wapi rafiki yangu? Kangu vipi? Mbona unakuwa kama vile hauko sawa? Tatizo nini? Yaani. Mume wangu mimi naona kabisa tuame tu hapa. Tuame? Ni nyumba tuame. Tuame. Mbona sikuelewi wewe? Tatizo nini kwani? Yaani mume wangu. Ile juzi ile. Wewe mwanamke mbona sikuelewi? Wewe vipi? Wewe mwanamke vipi? Ni mtihani. Ndoa zina changamoto sana. Ndoa zote. Sio ya kwako tu, ndoa zote. Sione watu wakitoka kifurahi utafikiri labda wako sawa kwenye ndoa zao, hapana. Tena hii ya kwako pengine haina changamoto. Kuna zingine zina changamoto kushinda hii. Ni wewe tu kupambana na hizo changamoto na uvumilivu wako. Nakushukuru sana rafiki yangu. At least umenipa ushauri mzuri na ninakuahidi nitaufanyia kazi. Maana nilikuwa siko sawa. Yaani nilikuwa sina cha kufanya. At least umenipa mwanga. Kwa hiyo nakushukuru sana rafiki yangu. Nashukuru. Bana wewe kwanza mimi sio kwambia wewe ongea ushauri na shughuli. Maana ukiandikiwa wewe na mimi naandikia. Mimi naweza kuambia na wewe kiasi hicho shughuli yako ni kweli. Sio kweli. Kwa nini unasema hivyo? Lakini usijali, mimi ni mkombozi wenu. Mimi nataka niwe chawa tu mwaka huu. Chawa. Wacha mambo yako. Zama siku ndugu yangu. Mshukuru Mwenyezi Mungu. Safi, mambo yako yanaendaje? Fresh, mambo mswano wa gogo nakwambia. Sasa vipi hao wanaofanana kama mawe umeonana nao hivi karibuni? Unikumbusha rafiki yangu. Wale tu vichef sana. Watu si bangi wanavutia wapi? Mimi nashindwa kuelewa. Nimekutana yule mwingine, yule mwenye sikoseli ya mawazo. Kanipulizia mibange ya usoni, mibange. Kanichimba biti kubwa sana. Watu wasije kaniua unajua wale. Bwana. Bora mwingine kuliko ndio yule si ndo kulwa yule. Alivyonyimwa mwili basi na roho yake hivyo vile vile. Achana nao bwana wale. Sasa ndugu yangu, mimi nataka unishauri. Yaani huyu shemeji yako huyu kwa maana ya mke wangu mimi, simuelewi siku hizi. Amefanya nini kwani? Yaani tukikaa mara wewe seka, mara sijui mume wangu, hii nyumba sijui tuame, sijui nini. Yaani kama vile simuelewi. Yaani kama amekuwa mweu, yaani simuelewi yani. Sasa kesho una hela. Wewe umuelewi nini? Kashajua wewe una hela. Kwa hata kuja na vituko kila aina. Atakuja na kila aina mbinu. Kashajua wewe una hela. Bwana Kadoda wewe una hela, wewe unang'aa unanukia hela. Ina maana yani unataka kuniambia kwamba hii ni janja. Kashajua wewe una hela. Yaani Kadoda atakuniambia kama jando yako atemeke hospitali wakati jando kweli. Yaani unashindwa kuelewa. Wewe mwanaume kweli kwa sababu jando yako sio kama jando za watoto wadogo za ganzi. Wewe muelewi la atajivunja sana yule. Ndio maana akaniambia eti tuame kwenye ile nyumba tuame. Mwami wapi tena? Ndio mimi namshangaa. Atakamtoka kwa mwendo wapi tena? Hapa anatafuta hata mganga kuroga. Ndio unataka ujiongeze. Anaweza kafikia tu hiyo yule Sasa ila mchezo kama Yesu alisalitiwa, wewe nani bwana Kadoda? Anijui. Subiri, mimi nitamuonesha kubwa. Hakujui huko. Nitamuonesha kubwa mimi. Kumbe ndio janja yake huo. Ndugu yangu asante sana. Ngoja mimi niwa hivi. Mimi ngoja nifike kwa Makombo. Basi haina shida.
napitia haya yote? Na tena huyu mtoto ni nani? Mpaka ananioja, ananiambia kabisa nisimwambie mume wangu. Mungu wangu, nisaidie mimi jamani. Sielewi kabisa, yaani sielewi nitafanyaje sasa. Kila napotaka kumwambia mume wangu, mauzauza ananitokea. Sasa msaada wangu itakuwa ni nini?